Ya kwanza na ya pili tuanzie hapo. Tuanze na penalti ya kwanza. Una mashaka na penalti ya kwanza? Nina mashaka na penalti zote. Penalti zote. Si tu kwa maana ya kwamba na mashaka na penalti ya kwanza. Ni penalti zote mbili. Nina mashaka nazo kwa sababu penalti ili iweze kutolewa, moja ya kitu ambacho mwamuzi wakati kwa maana ya match officials, referees, ambaye yeye kwa namna moja ama nyingine ndiyo mwamuzi mkuu wa mechi, ndio kilato mkuu ambaye yeye ndio official and authorization kwenye mamlaka ya football duniani. Unapotakiwa kutoa maamuzi ya jambo lolote uwanjani, hususan kwenye mikwaju wa penalti, hakikisha huo umejiridhisha kwa asilimia zisizopungua 90. Hakikisha refa huo umejiridhisha kwa asilimia zisizopungua 90. Ukirudi kwenye scenario ya kwanza ya goli ni la penalti, mpira umepigwa wakati unashuka chini, kabla cross hiyo haijapigwa, iangalie cross iliyopigwa kwenda kwenye mkono wa defender wa Mashujaa ambavyo ilikwenda kugonga. Ule mpira haukugonga mkono peke yake. Kuna viungo vingine vya mwili ambavyo mpira uligonga. Lakini pia wakati unagonga ule mkono, ule mpira, bado kwenye scenario ile mchezaji hakuonesha kwamba aliunyanyua mkono kwenda kuzuia mpira usiendelee. Ni katika harakati ya kuzuia, kwa sababu kwenye kuzuia kanda mwili wa mwanadamu hauwezi ukabaki kwenye natural positions. Kuna kitu kinaitwa kwenye fiziki, kwenye football board, ule mwili wa kimpira, wakati unafanya football reaction, wakati unafanya reaction za kwenye michezo, unapambana na reaction moja, unapambana na reaction nyingine. Mpira kwa namna moja ama nyingine, mwili wa mwanadamu hauwezi ukabaki kwenye natural position. Yani mkono utatembea, mwili utatembea, lakini at the end wanachokuja kuangalia ni ile dhamira. Kama wewe umetoa mkono, umekwenda moja kwa moja kushika mpira, maana yake mwamuzi anaangalia dhamira, huyu mtu alizamiria, na kama alizamiria huwa inaonekana. Lakini rejea kwenye penalty ya kwanza, huoni ile players priorities, yani kwamba mchezaji alizamiria kushika mpira, huioni kwamba mchezaji huyu alizamiria, huioni. Sasa kama huioni dhamira ya namna hiyo, maana yake nini? Mwamuzi alijiandaa kwamba kwa sababu aidha ni Simba, mtu yoyote atakayeonesha ama kuanguka ama ataonesha kushika mpira kwenye eneo la penalty box, maana yake kitakachokwenda kufanyika ni kutoa penalty. Hakukuwa mwili wa mwanadamu hauwezi ukaa kwenye natural position, lazima uondoke. Na katika mazingira yale, penalty ya kwanza nayo ilikuwa ni 50-50. Mwamuzi alikuwa na uwezo wa kuiacha kwa sababu ya scenario zilikuwa hazishawishi moja kwa moja. Yani najaribu kuzungumza kwamba refa anatakiwa kuwa na maamuzi kwenye eneo la penalti kwa asilimia zaidi ya 90 ndio aweze kuamua. Ndio maana kuna baadhi ya penalti inaweza ikawa ni kweli clear, mwamuzi akaiacha. Yani inaweza katokea penalti ambayo ni clear kabisa penalti, kama ambavyo Leon Ateba aliangushwa kwenye ligi kombe la shirikisho barani Afrika. Ilikuwa ni clear penalti ambayo bado unao uwezo wa kuiacha, na ndio maana iliachwa na maisha akafanyaje, akaendelea. Sasa leo muangalie yule beki, hakuwa na dhamira ya kushika mpira moja kwa moja. Why referees? Kwa nini refa kwa akili na busara zake na amesomea elimu ya urefari hii ndogo anaamua kuweka penalti? Unajua kabisa kwamba wenda alikuwa na mawazo yake kichwani. Hiyo nani ya kwanza. Tunarudi kwenye scenario ya pili. Scenario ya pili, kwa maana penalti ya pili, ule mpira ulikuwa ni kama unataka kutoka, unatoka kwenye penalty box, unataka kama unaondoka. Mwamuzi alikuwa karibu pale, anaendelea kukimbilia mchezaji. Nilivyoona kwenye scenario ya pili, mchezaji aliguswa, ndio moja aliguswa, lakini kuguswa kwake kulikuwa pia hakutengenezi rafu ya moja kwa moja ya kwamba mguso wake ni wa kwenda kumwangusha namna ambavyo alikwenda kuangusha mchezaji wa Simba. Yani ule mguso haukuwa hivyo. Na ndio maana kama umeangalia vizuri, kuna kwenye ilikuwa ni mechi gani hii ambayo Kibu Denis alishikwa mkono, kama sijakosea ni mechi ya Stellenbosch,
alifika kwenye penalty box akashikwa, yani akawa kama ameguswa mkono, alianguka into the penalty box. Refa hakuweka penalty. Refa akaanza kuwa na controversy. Lakini walipokwenda kureview ule mkono na namna alivyoanguka Kibu Denis, je, kweli unatafasiri kuwa penalty? Yani umewekewa mkono na ulivyoanguka, kwa sababu unaanguka kwa kudanganya. Unaanguka kwa kudanganya, maana yake haistahili kuwa penalty. Sasa kwenye scenario ya leo hii, mchezaji aliguswa, kuguswa kwake bado kulikuwa kuonesha mazingira ya kwamba pale panatakiwa kuwa ni penalty, kwa sababu ni mguso wa kawaida ambao si wa maana harafu. Nakumbuka mchezaji huyo alikuwa anaondoka kwenye penalty box, sio yuko kwenye penalty box anakwenda kwa goalkeeper. Angalia advantage kama referee ambaye umesoma kwamba huyu mchezaji alikuwa haondoki na mpira kwenda kwa goalkeeper, alikuwa anaondoka kwenye penalty box kutoka nje. Sasa kama mchezaji anaondoka kutoka nje, how you take a penalty? Kwa nini mwamuzi anakwenda kuweka penalty? Kwa sababu hiyo nadharia pia ilikuwa ni 50-50. Lakini kumbuka hata hapo yeye wakati anangamua alingamua kwenye kwamba ni nani ya kawaida, yani kwamba ni foro ya kawaida. Mwamuzi wa nje ambaye alikuwa nje kwa maana ya Razimeni akawa anamnyoshea, anamwambia hiyo ilikuwa ndani, maana yake lituta ni kati. Swali, kumbuka tu hata hapo ambako aliangushiwa bado palikuwa na 50-50 ya kuonekana kama ni katikati. Yani inabidi uchunguze kwa umakini sana lile tukio ni ndani ya penalty box ama ni nje, kwa sababu scenario zake ziko 50-50 kwamba iko katika mchakato wa katikati kuelekea kwenye penalty box. Sasa kwa sababu wanasikilizana, alimsikiza ushauri akaenda kuweka penalty ambayo bado nayo ilikuwa 50-50. Kwa hiyo kwangu mimi hakuna penalty Simba ambao wameicheza leo ambao ni very clear, yani ni penalty ya wazi kabisa. Penalty zote zilikuwa 50-50. Mwamuzi alikuwa na uwezo wa kuziacha ama kuziweka kwa scenario ambazo zilikuwepo. Kwa scenario hiyo, jumulisha sasa na dakika zilizopotea. Mimi nimehesabu dakika zilizopotea kipindi cha pili. Zimepotea dakika 10. Dakika 10 toka mpira ulipoanza, ukiacha zile 7. Zile 7 zilizokuja kupotea 6 zile na nusu. Dakika zingine hapa katikati zilizopotea kwa Mashujaa kwa kuchelewesha zilikuwa kama dakika 3 zinaelekea mpaka dakika 4. Maana yake nini? Baada ya mechi kumalizika zitakiwa leo kuongezwa dakika kihalali dakika 10. Sio 15. Zitakuwa kuongezwa dakika 10 peke yake ambazo zilipotea. Na kumbuka kanda kwamba hata kipindi cha kwanza wakati naendelea kufuatilia vizuri, unajua hizi mechi sasa tunalazimika sasa kufuatilia mechi ukiwa na karamu na kaunta kubwa la 8,000 sijui la kwa yangapi, unafuatilia hatua kwa sababu yanayotendeka. Kuna watu sasa watakuja, kwa sababu sehemu pekee ambako Watanzania bahati nzuri Alex wanatakiwa kupata majibu sahihi ni kwetu sisi huko. Yani sio tu kwetu sisi, ni hapa. Sio sasa matonia hapa. Ni hapa nyeusi itaitwa nyeusi. Sio kwa maana kwamba kwa Mbeya, yani ni hapa ndani. Sasa kwa scenario kama hizo, kipindi cha kwanza niliangalia mpira ulichezwa sana. Awesu moja mchezaji ambaye yuko ndani ya Simba kama nilivyozungumza mwanzoni, wachezaji kama kina Awesu unyumbulifu hawana. Sehemu ambako mipira imekuja kupiga unashangaa mtu, yani wakina Awesu wangeipatia Simba goli mapema sana. Mtu anapata nafasi second ball, yani anapiga tu unajiuliza kwamba huyu si angeendelea kukabe, yani ananyanyua mpira wa kupiga nazi kwenye nazi kule. Nikawa nafuatilia dakika zilizopotea kipindi cha kwanza. Mashujaa kama nilivyosema aliamua kurudi, waliamua kwa timu ya pili. Walicheza sana nyuma. Mpira haukupotea. Pasi nyingi sana zilikuwa zinapigwa zinakwenda kuishia kwa golikipa Munthari. Angalia sasa dakika zilizopotea kwenye calculation yangu mimi kipindi cha kwanza zilikuwa dakika 2.5. Dakika zilizokuja kuongezwa dakika 6. Angalia hapo kipindi cha kwanza referee kwa maana match officials ameongeza dakika 6. Kipindi cha pili dakika ambazo zinakwenda kupotea almost kama ambavyo nimekwambia zilipopotea dakika 10 zinaongezwa dakika 15. Zinatoka wapi? Kwa nini zimeongezwa dakika nyingi hivyo? Kwa sababu mnyama hajashinda. Lakini Simba ile aliyeharibu mwamuzi alikuwa anasubiri mlengwa apate haki yake. Basi yani kwamba mshindi anatakiwa kwa Simba. Anashindaje? Wao waamuzi wanajua Simba anashindaje. Lakini kwa leo mimi mchawi hawakutakiwa kuwa waamuzi. Mchawi ni Fadru.
kubadilisha watu ambao kwenye mfumo yani Simba leo wametengeneza nafasi. Mchawi alikuwa ni kocha mwenyewe wa Simba anabaki yeye na timu yake. Ndio. Lakini mchawi zaidi anabaki kuwa aliyetafsiri sheria. Yani mnyama sasa ndio wamejibebesha kwa wachawi zaidi wakati alitakiwa kwa Fadlu. Toe Fadlu kwa sababu Fadlu yeye timu yake mwamuzi anatakiwa kwamba timu iliyokuja achezee kwa fair. Maana yake mchawi zaidi hapo ni mwamuzi. Sasa huyu sio tu mchawi, yani sio tu mchawi, yani huyu yani kwa walichokifanya leo ni zaidi ya uchawi. Huyu ni jabari la kishetani. Naweza nikazungumza yani ni shetani ambaye ni mkubwa mno kwa kile ambacho amekifanya leo, kwa sababu yani mimi nakwambia jaribu kuziangalia moment. Dakika zimepotea 2.5 mnaongeza 6. Na yeye ana uwezo wa kuwasiliana. Nakumbuka sasa nataka nikwambie jambo. Kwenye dakika kwenye sheria za mpira hususan za hizi referees, hizi za marefa, anayeongeza dakika ni refa wakati. Ndio. Anaongeza dakika ni refa? Ya refa wakati ndio anajua dakika ngapi zimepotea. Kabla mechi inapoelekea kufika mwisho, yeye ndio huwa anatoa ishara ziongezwe ngapi. Na ndio maana yani muamuzi wakati ndio anayeongeza, yani wale waamuzi wa pembeni wao ni kunyosha kitu gani kile cha sijui kwa huku unaitwa ubao. Kunyosha ubao kwamba tumeongeza dakika additional, zinaitwa additional minutes. Dakika za nyongeza zilizoongezwa ni 5, dakika za nyongeza ni 6. Refari wakati ndio anafanya communications, kwa maana mawasiliano baina ya yeye na ndio maana kuna hii wanazozivaa, kwa maana ya kama hii hapo ni kwamba kitu gani kinachotakiwa kuendelea. Lakini angalia leo sijamuona wakati mechi inaelekea kuisha kuna sehemu alikuwa anaenda kwamba akazungumze ama kutoa ishara ziongeze dakika ngapi. Alikuwa anakaa, manake waliokuwa nyuma kwa maana mechi officials wakawa wanajiongezea dakika kwa wao walivyotafasiri matukio ndani. Jambo ambalo walitakiwi, kwa sababu anayetakiwa kutafasiri dakika. Umeona mechi za kimataifa, Kamara alikuwa anapoteza muda. Mechi ya Stellenbosch alifuata mwamuzi akamwambia unapoteza muda. Kuna mahara mkipoteza anakwambia anasimamisha, anatunza huu muda. Leo huwezi kukiona kitu hicho kinakwenda kufanyika. Simba hii ilikuwa na uwezo wa kushinda yenyewe kwa mwalimu kutengeneza timu yake mapema. Lakini leo kwa kile alichokuwa amekifanya walikuwa wanalazimika Simba sasa, kwa sababu kuna kosa lingine alilifanya Kamara mwanzoni. Ule mpira, lile shuti la kibaya sio la kumfunga Kamara. Kuna kitu kinaitwa goalkeeping anticipation, kwamba na hata kwenye masumbu wa kipo, yani mtu anarusha ngumi unaishangaa kwanza kabla ya kupanchi kwamba hii unafikiria unapanjije. Kwenye mpira ukichelewa kufikiria sekunde ulishaondoka na jicho, kwa sababu ule mpira Kamara alifikiria kwamba mpira naweza nikaja nikaupanchi sasa bahati mbaya ukadunda, unapoelekea ukadunda, anapeleka mkono na unaingia golini. Ni goli ambalo unaweza ukasema golikipa bora kafanya uzembe wake mwenyewe, amefungwa. Sasa akatengeneza mazingira ya kutengeneza ugumu zaidi wa namna mechi ambavyo inatakiwa kwenda. Sasa kwa sababu nilivyosema mwanzoni, wachezaji walioanza wa Simba hawako katika mfumo wa zaidi wa Simba unavyocheza. Yani ile Simba inavyotafutaga magoli, ile kumtafuta mtu unatoa utoi. Yani Duchu huwezi kumkuta kwenye 12 anapiga cross. Manake hao wachezaji nimeshauri kwamba wanatakiwa waanze kuingia dakika 70. Simba ikiwa imeshapata matokeo. Kama muamuzi wa Tanzania. Shida ni kutokuwa na maamuzi, ama shida ni ushabiki ambao pia uamuzi wa hisia ndani ya timu husika ndio unaongoza, ama nini hasa ambao pia kinafanya kwamba washinde kutafsiri sheria vyema? Nini shida hasa? Naenda sasa, bahati nzuri umekuja hapo kwenye issue ya 3, management. Nilizungumza leo kwa mara ya kwanza toka policy inaitwa hivyo, sera ya Simba inaitwa ubaya ubwera. Mimi nilikuwa sijawahi kuiona zana ubaya ubwera. Yani ile nilikuwa naisikia tu kuna kitu kinaitwa ubaya, ila leo yani leo kichwani mwangu nimeielewa kwamba hii kauli mbiu ina maana gani. Yani kwamba hii kauli mbiu kweli mwaka huu hakuna kitakachobaki salama. Yani ule ubaya mimi leo nimeuelewa leo kwa mara ya kwanza. Ni penalty.
sio penati. Yani neno ubaya maana yake nini? Na ubwera nimeliona wakati nachambua nukta moja baina ya nukta nyingine nikifuatilia Mashujaa. Tena mimi bahati nzuri kwenye mechi hizi za viporo huwa napenda hizi timu kubwa zishinde mapema. Mfano ukikuta Yanga labda anaongoza goli 5 half time, una uwezo wa kuiacha mechi ukaendelea na unajua mechi. Yani hawa kubwa akishinda mapema, una uwezo wa kuendelea na shughuli zingine ukijua wanashinda. Sasa wanapokuwa wanachelewa kupata goli, wanatengeneza scenario ya kuitazama mechi kila hatua, kila dakika, kila tukio, kwa sababu hizi timu kubwa zinapochelewa zaidi kupata goli, hapo ndipo waamuzi wanageuka nao wanakuwa miongoni mwa vilabu vikubwa vya Tanzania. Na hili swala si la Yanga, si la Simba tu, na Dar es Salaam Yanga Africans wanaro. Sasa swali lako nataka nilijibu. Jambo ambalo limefanyika leo hili, tumemsema ni Kefa kwa jina huyu, maana Kefa jina lingine ni Peter, sijui ni hivyo. Kama ni Peter basi atakuwa huyu ni Peter wa tofauti sana. Yani na niwaambia hapa. Sasa kwa namna ambavyo nimeiona mechi hii, mimi sitaki kumlaumu Kefa moja kwa moja. Kwa sababu angekuwa Kefa moja kwa moja peke yake, ningesema huyu muamuzi mapenzi yake huenda ndio ushabiki umesababisha amwe hivi. Mimi nakwenda kwenye bodi ya ligi wenyewe kwamba yako baadhi ya mambo yanayofanyika ndani ya ligi Tanzania bara, makosa tunayoyaita ya kibinadamu, the human errors, ambao tunasema unacceptable human errors. Haya wanasababisha wao kamati inayochagua waamuzi na inawapanga waamuzi kulingana na mechi. Ni mara ngapi waamuzi wamekuwa wanajirudia ni wale? Kuna baadhi ya mechi wanacheza wale. Waamuzi wengine hawasafiri. Kwa nini nazungumza kwamba kwangu mimi ni uongozi mzima kinachofanyika unajua kwa sababu moja. Angalia leo. Muamuzi wa kwanza kaweka penalti ambayo haikuwa sahihi. Hajamuuliza mtu yeye kwa utashi wake. Kadi nyekundu ile, angalia. Ile kadi nyekundu wakati golikipa anaupiga ule mpira, hakuwa mtu wa kwanza kuupiga mpira yeye wakati anarudishiwa ndani. Kuna mchezaji wa kwanza wa Mashujaa aliugusa ule mpira. Yule mchezaji wa Mashujaa wa kwanza ndio alitakiwa kupewa kadi kwa sababu yeye ndio amechelewesha muda. Golikipa alikuwa ni mtu wa tatu. Yaani mpira wa kupoteza muda ukipigwa na mchezaji wa kwanza akakupigia wewe, halafu na wewe yule aliyeanza ndio anatakiwa kupewa kadi ya njano. Lakini bahati mbaya kwa sababu le golikipa alipiga mpira ndani, yeye moja kwa moja muamuzi akaona anapoteza muda. Lakini ule mpira angekuwa yule muamuzi, yule golikipa alikuwa nao ule mpira, yeye kashika kaanza kuzunguka nao yeye peke yake, tungesema huyu kweli alikuwa anapoteza muda. Mpira ambao umepigwa, yani wao wamepigana beki wake, mtu ambaye alitakiwa kupigwa kadi ya njano alikuwa ni defender wa Mashujaa. Lakini bahati mbaya muamuzi alikuwa anajua kanda lingine kwamba Mashujaa wameshamaliza sabu. Yani hawawezi kuingiza golikipa, wamemaliza substitution. Kama anatoa kadi nyekundu atalazimika kwenda kudaka golikipa. Angalia brain, angalia smartness ya Kefa. Referee kutoka Mbeya hapa Mbeya leo tumeamua ametutengenezea headline ya kumjadili. Anakwenda kutoa kadi nyekundu sehemu ambako anajua hawa watu, yani ukiacha tu kwamba kwanza ni makosa kwa sababu aliyetakiwa kumpa ni mwingine. Yani uwezo ukampa mtu wa pili. Mfano mimi nacheza na Alex, kuna kona imetokea tukarushiwa mpira, Alex akanipigia danadana. Aliponipigia danadana mimi nikaupiga mpira katikati. Alex aliyeanza kuchezea ule mpira ambao unapoteza muda ndio anatakiwa kupigwa kadi, sio mimi. Sasa kadi nyekundu ile bado ni ya makosa, lakini hakuna waliposhauriana. Ndio maana jaribu kuzungumza shida kwenye management. Angalia penalty ya pili ya Simba. Huyu lepo wakati alisema ni faulo iko nje. Akili yake na Mungu wake kabisa alisema faulo iko nje. Yuko bwana mmoja pembeni, mwanamama mmoja huko akasema brother hapana, ndani. Ndio maana jaribu kupima. Huwezi kumlaumu Kipanga, huwezi kumlaumu moja kwa moja huyu wakati matukio ya leo yameshirikisha watu wengi ikawekwa ndani. Haya, angalia aliyeongeza dakika leo 15 wala hakuwa huyu. Kuna mtu amekaa kule na baadhi ya watu kanyanyua dakika 15 ili Simba ishinde. Unawezaje kumlaumu muamuzi mmoja kwenye makosa ya timu nzima? Maana yake watu wanajua walichokuwa nakifanya.
timu ilikuwa imeandaliwa, inafahamu nadharia zake, najua wanakwenda kufanya nini. Jambo ambalo sasa kwangu mimi management wanatakiwa watoke wajaribu kuzungumza na kuangalia namna gani hizi Simba na Yanga ni kubwa sana. Kuna jambo moja niliwahi kuzungumza hapa mkanibishia, nchi kuna namna ili uwe bingwa ama timu yako ipande, lazima wakubwa wajue. Yani wakubwa lazima wajue kwamba awamu hii nani anayepanda. Yani wasipojua huwezi kupandisha timu. Lazima mfano hata sasa hivi awamu hii sijajua kama mnafahamu za chini chini. Bingwa anatakiwa kuwa nani? Sijajua kama mnajua. Lakini zipo za chini chini. Hii ligi kuu Tanzania bara. Awamu hii bingwa anatakiwa kuwa nani? Hizo hatuwezi kusema, lakini ukizitafuta zipo. Wewe sasa nani bingwa mwenye? Mimi sasa nataka mimi niseme mamlaka. Nini ya bingwa moyo unamjua? Yani sasa hizo nasema za chini chini. Za chini. Yes. Nani bingwa? Kuna mtu anatakiwa kuwa bingwa. Regardless kwenye kila hali. Yani nani anakuwa bingwa? Leo siwezi kumtaja. Nini kazi yako hapa ndani? Kazi yangu ni kuzungumza yale ya msingi, sio siri. Siri hiyo sio siri. Hapana. Kama unajua bingwa na unajua. Yani taje sasa. Hizi nimekwambia hizi ni taarifa za chini, nimekwambia za chini. Ndio kazi mwandishi kuzinasa na kuzileta. Ziweke hadharani. Lakini unatakiwa uziseme kanda ukiwa na official. Info. Uwe na uhakika. Kumbuka hizi taarifa hizi zinaweza zikaleta tafulani. Na kazi ya media ni kutengeneza amani, sio tafulani. Kazi ya vyombo vya habari umezisikia, ziweke hadharani. Yaani kazi ya vyombo vya habari ni kutengeneza amani. Ndio kazi ambayo si tuko hapa ndani. Ndio maana nimewaambia wananchi, hata awamu hii kwenye ligi kuna taarifa ziko chini kwamba bingwa anatakiwa kwa mtu fulani. Mimi anachomaanisha kama hata hiyo Tigo Skari na Mbeya City Kanyundo kwenye ligi kuu. Kuna taarifa ishatoka. Wakubwa wanajua, ndio. Najua. Tuachane na ile ambayo mimi toka mwanzo nilikataa. Ninachotaka hii hapa ya ligi. Sasa kwenye hii kanda kwa sababu kama kuna wachezaji na wengine wako wanacheza bwana tetesi iko hivi. Sasa achana na hiyo. Mtaje kwa tetesi. Sasa hizi mtaje kwa tetesi. Kanda. Hapana. Sisi tuko hapa. Yaani wewe sisi tuko hapa kuzunguka. Mimi sizunguki. Nimekwambia kwamba awamu hii taarifa za ndani. Sikiliza. Yes. Yaani mimi leo nikikaa hapa ndani nisikia kwamba kuna taarifa za Mpanzu kutoa Msimbazi. Kuna taarifa za Ikanga Lombo kutoa Young Africa. Yes. Watanzania na waletea hapa ndani. Sasa na wewe nitajie kwa tetesi bingwa huyo ambaye umeona kwa tetesi. Yaani si nimesikia. Sasa ndio maana nimekwambia. Taje hiyo sikia tetesi hiyo. Nimekwambiaje? Sisi kanda hatuishi leo kwa hapa. Yaani sisi sisi Simba wakina Ikanga Lombo kuja Young Africa. Sasa umegoma kuwa official, yani kwenda direct. Mtaje kwa tetesi kwa sababu hata kima ilikuwa tetesi. Tuambie naomba nijibu hilo kwa kufuata hii. Bwana Yesu alizungumza vizuri sana. Akasema watu mtawajua wanaoamini kwa matendo yao. Kuna watu wengi sana watakuja wakisema mimi ni miongoni mwa wale walioagizwa na Bwana. Mimi ndio nilitoa pepo. Lakini kwa nini unanifungia milango? Lakini watu wa kweli wenye imani mtawajua kwa matendo yao. Sasa katika nadharia hii ya swali hili ambalo nimezungumza, najua Watanzania leo yani unapaswa kungamua nani sasa Alex, tunapozungumza hapa wako Watanzania chini ya milioni 3 wanatusikiliza. Chini ya milioni 3 wote chini wanatusikiliza hiyo tetesi. Chini ya milioni 3 wanasubiri hiyo bingwa. Na kuna mwingine sisi kaongeza sauti. Na sisi hapa ndani huwa ni ukweli na uwazi. Na sisi tumetengeneza mazingira ya kuwa ni kweli nyeusi. Haiwezekani yani mimi nikaa hapa ndani taarifa unayo afu na kunyamaza. Tajio huyo bingwa. Sasa ni kwa tetesi. Kwa tetesi. Sasa nitajibu ile usipo nielewa maana yake utaniuliza tena. Ila jibu yes. Hilo jibu ambalo nalitaka sio refu
Nachotaka kwa tetesi nilizozisikia bingwa na huyu afu nyamaza afu nitakuuliza kingine. Kwa tetesi ambazo mimi nimezipata. Ndio. Na sijazipata leo, nilizipata mwezi wa 10 mwaka jana. Mwezi wa 10. Kwa sababu ya ni watu fulani kwa nazungumza nao. Kwamba mwaka huu bingwa anatakiwa kuwa fulani. Sasa tetesi ile ambayo ni bingwa tukao fulani. Yaani fanya hivi. Chagua nenda kuna mtu kama chagua mifano. Yes. Kwa nini kuna timu inaitwa fulani bwana? Hapana. Niweke sawa. Chagua mifano hii miwili. Utachagua jibu lako moja. Kwa tetesi nilizozisikia toka Oktoba mwezi wa 10. Yes. Bingwa alitakiwa kuwa Young Africans. Moja. 2 kwa tetesi nilizosikia toka Oktoba mwezi wa 10 bingwa alitakiwa kuwa Simba Sports Club. 2 nichague hapo. Sasa jibu lako. Sasa wakati nachagua hapo jibu moja kitu ambacho nilikuwa natamani nikisema. Ngoja kwanza. Muda hautoshi. Chagua tujibu. Muda unatosha kwamba muda wangu hautoshi. Hapa nikitazama dakika 10 nataka nipokee simu. Kwamba nani amepita kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona Alikamwe amesema sehemu moja ya vitu ambavyo viongozi wa Yanga wanatakiwa waombewe. Ngoja kwanza. Ni awamu hii. Huko tunachelewa. Taje bingwa aliyeandaliwa kwa tetesi ataonekana kwa matendo yao ndani ya. Sasa wewe bwana wewe matendo gani wewe tuambie matendo tumeona mengi. Zile 1 na 2 zinaja na Ose vipi? Sasa kwa nini leo mnataka unajua hata kwenda ukweni anaanza kwenda mshenga. Sikiliza. Mbona leo mnataka mimi leo niende ukweni nikaondoke na bibi harusi. Leo why this? Why this? Bingo utamtaja. Kama tunaona kwa matendo na kutajia matendo mawili sasa ambayo kwa tutamuona kwa matendo mbele huko nao. Young Africans wanaonekana kuuza mechi kwa Singida Black Stars. Ndio. Moja. Simba wanaonekana leo kubebwa. Matendo gani ambayo yanaashiria hawa wawili tutazame matendo yapi hapo? Watanzania waangalie vitu viwili. Vitu viwili, sikiliza sasa. Waangalie haya matendo mpaka ligi itakavyoisha 1, 2. Na kuna Watanzania hawajua leo muda hautatosha. Matendo yote Watanzania waliyaona. Katika kuyaona kwao sasa hawajui, lakini wewe mimi na taarifa toa taarifa hiyo. Sasa taarifa hizi za mamlaka kanda. Kwani mamlaka tunazizungumzaje hivi? Mamlaka nchi na amani ndio, lakini si katika uhuru. Maana ya shida si kukaa hapa ndani kuchambua. Hapana. Hizi ni taarifa za siri. Hizi sisi tunachambua mpira, tumeweka wazi makosa wa mtu. Tumeweka wazi makosa. Sio kutoa siri. Ukweli na uwazi. Yes. Yaani sio siri. Na siri zote zilizo ndani ya klabu ni kuzichungua na kuziweka hadharani. Hapa mezani ndio Tanzania wazisikie. Sasa naomba nijibu. Neema ya Bwana imenishukia, imeniambia pita jibu na hakuna tatizo. Ndio. Tunaenda mapumziko tukirudi na jibu. Hatuna mapumziko hapa. Kweli wewe ndio unauza. Taarifa za ndani. Msimu huu iwe jua, kachero hizo. Za kikachero, iwe mvua, kwa namna yoyote ile. Bingwa anatakiwa kutoka. Anatakiwa kutoka Dar es Salaam. Taja Dar es Salaam. Anatakiwa kutoka Dar es Salaam. Achana KMC. Dar es Salaam kwa timu mbili. Simba na Yanga. Taja hapo moja. Bingwa msimu huu za kikachero. Anatakiwa kutoka miongoni mwa sehemu yanapopatikana magorofa. Siku zote bingwa wanatoka Dar es Salaam. Siku zote miaka mingi bingwa ndio Dar es Salaam. Tutajie sasa hiyo. Sasa naomba mtaa Twiga Kariakoo. Nitaje mitaa. Sio Twiga Kariakoo. Wewe tutakatia zaidi. Twiga Kariakoo. Ashana. Kuna timu ya Kariakoo. Kuna timu ya. Twende mapumziko kanda. Twende mapumziko. Halafu turudi.
halafu turudi, tutakuja kuangalia mambo yanakwendaje. Sisi bado ukweli na uwazi uko pale pale. Yani ukweli na sisi ndio show yetu hapa. Sikiliza. Wakati ligi inaanza mimi nilikwambia toka mwanzo. Kengoni haitubui. Ulisema ndio Tubua mwana kama. Haikuwa pesa macho tunaoza mimi. Haikuwa pesa macho. Na ndio maana nimesemaje? Bado sisi tupo hapa. Kesho anaruka kiuzi. Wala siruki kiuzi. Bado tuko hapa. Anaruka kiuzi. Tumechakata imeshindikana. Na yani bingwa